Usimuombe Mungu mali kwanza, muombe kwanza hekima na maarifa. Adhabu kubwa katika maisha ni kupata mali afu ikaondoka. Maumivu katika maisha hayawezi kuwa maumivu kwa kukosa mali. Maumivu katika maisha ni pale unapopata mali na ikaondoka. Kwa hiyo kabla ya kuiomba mali au kuitafuta mali, ni vizuri muombe Mungu akupe hekima na maarifa, ili usije ukaingia kwenye dimbwi la maumivu baada ya kuipata mali afu ikaondoka. Usione watu wanatembea wanaongea wenyewe njiani, inauma vibaya sana. Hauwezi ukapata maumivu makali kabla hujaingia kwenye mapenzi, lakini kamuulize aliyeingia kwenye mapenzi afu akaumizwa na mapenzi. Hii nafikiri hata hiyo hata wewe umeipitia, si ndio? Sasa unavyoweza kupata experience ya maumivu unayoyapata kuachwa na mtu unayempenda, ndivyo hivyo maumivu ambayo unaweza ukayapata zaidi kuachwa na pesa ambayo uliimiliki. Nimeeleweka hapo? Kuachwa na gorofa ambalo ulijenga mwenyewe, watu wa benki wanachukua. Kuacha mabasi ambayo ulikuwa unayamiliki, mabasi yanaondolewa. Kuachwa na viwanja ambavyo ulikuwa navyo kwa jina lako, vinauzwa mnada. Vitu ambavyo ulikuwa navyo katika maisha vikiondoka, unaumia zaidi na unapunguza umri wa kuishi na unakaribisha magonjwa karibu, kwa sababu unakuwa uko sawa. Sasa hivi unaweza ukawa sawa wewe hata ukilala njaa, unaweza ukawa sawa hata kama una gari, unaweza ukawa sawa hata kama una gorofa, unaweza ukawa sawa hata kama una apartment, unaweza ukawa sawa kama una plani, una kampuni, una chochote. Right now unaweza ukawa uko sawa, lakini hivyo vitu vikija halafu vikaondoka, huwezi kuwa sawa milele.